katoto kale kanakuwa nazo tangu nikachana. Ndio maana wengi hapo kwenye majina ambayo sio ya kwao hawana tabia nzuri walio wengi. Muulize mwenzako jina lako ni la nani? Mwambie au jina lako lina maana gani kwenye kabila lenu? Kuna mwingine jina lake sio tunahitaji hata kwenye madhabahu. Maana tukilitaja kwenye madhabahu iliyo hai, tunatambulisha miungu yako. Yaani jina tu alionalo linatambulisha miungu ya ukoo wake. Mwambie mwenzako jina lako lina maana gani kwenye ukoo wenu? Hivyo vitu vyote watu wameelewa. Alafu anakaa tu kanisa. No, lazima ujue jina lako lina maana gani. Kwa kuuliza au kutafuta. Na makabila mko hapo, ukisema tu jina unasema Mungu wa makabila yote haya. Na sisi tunasema Yesu ni Mungu juu ya miungu yote. Kwa hiyo nikasema angalia ubishi wa kweli, lakini jambo la kupitisha kwa haraka ili tuombe Mungu. Nataka tuseme hivi. Jambo unajua mambo haya hawezi kukaa watu wengi hata kidogo. Na labda mwenyekiti ingekuwa ni mara ya kwanza kufundisha mambo ya familia kwa watu wao wengi. Kwanza watumishi wa Mungu ndio wapende kusikia habari za familia. Yeye utasikia tu tena familia haiwezekani. Unaweza kufundisha sasa. Mtu amenifuata leo mtu mmoja kiongozi mkubwa. Anataka kuniuliza, "Wewe kizi unafundisha familia vitu gani wewe? Unafunza tu kuoana au hivi ulishakusikia kwambia kuna kuoana?" Nikamwambia, "Nisamehe, nikuja usikilize labda niliongea na wewe." Leo nataka tuangalie kitu kinaitwa madhabahu ya kwenu na agano lake. Jamani, hivi vitu vya kutuma kwenye group. Wewe soma. Tupata neema. Nikisema nifungue notisi simalizi. Madhabahu ya kwenu. Kwa hiyo unaweza kuandika 4/5. Yaani 4 na 5. Madhabahu ya kwenu na agano lake. Sasa twende moja kwa moja hivi. Tunaposema madhabahu tunamaanisha uhusiano wa moja kwa moja wa wewe na Mungu anayeabudiwa kwenu. Mwene wa IBS watumishi wa Bwana. Usilete utani. Lazima ujue aina ya Mungu anayeabudiwa kwenu. Tunawashirika wengi makanisani mnatusumbua mara mgongo mara nini. Haujajua Mungu anayeabudiwa kwenu. Je, sadaka kwenye familia yenu mnapeleka kwenye madhabahu gani? Maana hayo tunajifunza huko mbele hayana maana kuliko hichi ninachokuambia leo. Ndio cha mwisho hichi kikubwa. Nilikuwa namuonyesha mtumishi wa Mungu kwamba kuna kipengele wanakiita volume 2 ya familia. Wanaita unafikiri kwa kuna sababu gani zinakukeleketa iombea familia baada ya kujua ya mambo matano. Unafikiri kitu kinakukeleketa unaoombea familia. Nikaandika mambo kama 17. Nilikuwa namuonyesha kwenye kitabu naambia unaona. Sasa muulize jirani yako, wewe Mungu unamwabudu Mungu gani? Usichukulie poa hiyo. Na ngoja nikwambie, nikusaidie sema hata inawezekana usiwe na maarifa ya kutosha juu ya ndoa na juu ya mchumba unayetaka kuoa, lakini jua tu anamwabudu Mungu gani, anatoaga sadaka wapi na ubatizo uko sawa, mambo tu haya. Mengine tu usiwe na maarifa kabisa. Lakini ninasema Mungu mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Sasa wewe kutana na mtu hapa kwenye fellowship, kumbe kamungu kake ndio kale liko lisishwa. Na umuelewe, ulete taarifa kwa Bakara. Bakara apitishe na wachungaji waseme alichokiunganisha Bwana mwanadamu hawezi kutenganisha. Kumbe na mwenzako kamepewa madhabahu ya ukoo.
lazima nikukuinchi swali, utake usitake, lazima nieleze mchungaji wako ni nani. Wewe ukiwa kanisani unafanyaga nini? Mwingine shemasi mmoja wapo kanisani ni nani? Wadada wengi wapenda hapo maswali, lakini wewe tangu ukoke Mungu amekutumiaga kwenye vitu vingapi? Mungu alishakwambia kama udeki choo. Mimi wakati Mungu ananipa hatua fulani ya huduma, niambia deki choo na kanisa tayari Mungu alishanipa jina. Watu wanashangaa wakiona deki choo na wao inaenda kudeki choo. Affiliates ya afilo anakuja baadaye anashangaa na kurudisha. Bwana afilo kudeki choo. Nikikaa kidogo natoka tena naenda kuangalia kama maji yameisha naongeza tena. Watu wanashangaa. Wewe umevurugwa au nini? Sasa Mungu hajawahi kukuambia nyekwe kwa mna mabudu Mungu gani? Ngoja nikuonyeshe. Hebu nionyeshe hapo. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Naomba nibadilisha kila kitu, ila notes utazipata huko ndani. Kuna wengine kwenye familia zenu wanaabudu na wanachokitolea sadaka ni kwenye njia panda, miti mikubwa, kwenye mapango, kwenye makorongo na kanisani huko hapo. Naona hakuna wasema mtumishi, tumepata likizo, tulikuwa tuna jambo maalum la kifamilia. Unamuuliza jambo gani la kifamilia mtumishi wa Bwana? Tulikuwa tunatoa sadaka. Sadaka kwenye madhabahu gani? Kwenye kaburi la babu. Babu amechukia. Hivi babu naye anaanza kuchukia zaidi ya Yesu. Hebu nionyeshe hiyo Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Nataka nisome maneno fulani. Hebu nionyeshe hapo Kumbukumbu la Torati. Haya sijaandika huko. Moduli iko kubwa tu hiyo, naomba siwezi kuimaliza. Na ukitaka kuona kwenye hili madhabahu, kabla wewe nionyeshe tu hapo, na kama una Biblia ufungue tu hapo. Nataka kuambia kitu cha muhimu sana. Na hizi madhabahu za familia, wakati Gideoni anakutana na Mungu, Mungu alimwambia siwezi kukutumia, nenda kwanza ukaziharibu madhabahu za baba yako, alafu ndipo mimi nitashuka kukusaidia. Yaani nenda sasa hivi umekutana na Yesu, amekwambia hakikisha kwanza hauna shirika na madhabahu za kwenu. Ngoja nikwambie, ukiokoka kwenye ukoo kuna kitu huwa kina search mfanano wa familia, mfanano wa nini. Kuna kitu huwa na search kusema ni kinini, katafuteni huko kama mtaka. Sasa hicho kitu ukiokoka, sisi tukiokoka tunahamishwa, tunaingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo la Mungu. Ukisearchiwa haupatikani kwa jina la Yesu. Na sisi tukiokoka tunafanyika wana wa Mungu aliye hai. Kama ni wana, maana yake zile DNA za damu ya Yesu zinaingia ndani yetu. Ina maana DNA tulizonazo sisi sio za ule ukoo tuliotokea. Ile ilikuwa ni njia kupita kwenye ile familia. Kuna DNA za mbinguni, yaani majina yetu yanakuwa ya mbinguni. Uraia watu wa mbinguni, lakini ni wale wakina Gideoni. Thomas yuko wapi? Yuko Sumbawanga. Ila kwenye ulimwengu wa roho, uraia wangu sio wa Kitanzania. Yaani mimi ni Mtanzania, lakini kuna uraia zaidi ya huo. Sasa anasemaje? Anasema hizi ndizo amri, masharti na maagizo ambayo Mwenyezi Mungu wenu aliniamuru niwafundishe. Uaminifu wako ni wa milele katika jina la Yesu. Mungu unafanya vitu nje ya mfumo wa kawaida. Ndio maana hata Bikira Mariamu alijiuliza neno hili litakuwaje. Lakini bado Yesu kampigia Bwana Yesu makofi mengi na shangwe na vigelegele, kwa maana yeye tu anafanya vitu nje ya mifumo ya kawaida. Na tulianza kuona tipsi chache kwamba ukiwa Mungu akikupa upako wa kuiombea familia yako, ni lazima umwambie Roho Mtakatifu akusaidie kuiombea historia yako na historia ya kweli. Akusaidie uombe sawa sawa na mapenzi yake. Lakini nikasema lazima umwombe Mungu akusaidie, akupitishe, ujue msingi, mhimili ya kweli. Nyewe mnategemea nini kweli?
Lakini nikajua cha tatu kwamba lazima mjue mnarithi nini. Hapo kwenye kurithi kuna wengine ambao hamna majina yenu. Jina lako tu. Kuna makabila mengine mtoto akizaliwa mtoto, akianza kunyanyua na akachukua kale katoto. Hapo anakapeleka kwenye kaburi la mtu aliyefariki. Kama nikakuma na kauliza, nikakaangu alikuwa anaitwa Musa alifariki. Wanakauliza kale katoto, "Wewe ni Musa umerudi au?" Katoto kale kanakuwa nazo tangu nikachana. Ndio maana wengi hapo wenye majina ambayo sio ya kwao hawana tabia nzuri walio wengi. Muulize mwenzako jina lako ni la nani? Mwambie au jina lako lina maana gani kwenye kabila lenu? Kuna mwingine jina lako sio tunahitaji hata kwenye madhabahu. Maana tukilitaja kwenye madhabahu iliyo hai, tunatambulisha miungu yako. Yaani jina tu alionalo linatambulisha miungu ya ukoo wako. Mwambie mwenzako jina lako lina maana gani kwenye ukoo wenu? Hivyo vitu vyote watu wameelewa. Alafu anakaa tu kabisa. No, lazima ujue jina lako lina maana gani. Kwa kuuliza au kutafuta. Na makabila mko hapo, ukisema tu jina unasema Mungu wa makabila yote haya. Na sisi tunasema Yesu ni Mungu juu ya miungu yote. Kwa hiyo nikasema angalia urithi wa kweli, lakini jambo nataka kupitisha kwa haraka ili tuombe Mungu. Nataka tuseme hivi. Jambo, unajua mambo haya hawezi kukaa watu wengi hata kidogo. Na labda mwenyekiti ingekuwa ni mara ya kwanza kufundisha mambo ya familia foto wao wengi. Kwanza watumishi wa Mungu ndio wapende kusikia habari za familia. Yaani kusikia tu mtana familia haiwezekani. Unaweza kufundisha sana. Mtu amenifuata leo mtu mmoja kiongozi mkubwa. Anataka kuniuliza, "Wewe kizi unafundisha familia vitu gani wewe? Unafundisha tu kuoana au hivi unashasikia nikamwambia kuna kuoana hapo?" Nikamwambia, "Nisamehe, nikuja usikilize labda niliongea na wewe." Leo nataka tuangalie kitu kinaitwa madhabahu ya kwenu na agano lake. Jamani, hivi vitu vya kutuma kwenye group. Wewe soma. Tupata neema. Nikisema nifungue roho simalizi. Madhabahu ya kwenu. Kwa hiyo unaweza kuandika 4/5. Yaani 4 na 5. Madhabahu ya kwenu na agano lake. Sasa twende moja kwa moja hivi. Tunaposema madhabahu tunamaanisha uhusiano wa moja kwa moja wa wewe na Mungu anayeabudiwa kwenu. Mwene wa IBS watumishi wa Bwana. Usilete utani. Lazima ujue aina ya Mungu anayeabudiwa kwenu. Tunawashirika wengi makanisani mnatusumbua mara mgongo mara nini. Haujajua Mungu anayeabudiwa kwenu. Je, sadaka kwenye familia yenu mnapeleka kwenye madhabahu yapi? Maana hayo tuliyojifunza huko mbele hayana maana kuliko hichi ninachokuambia leo. Ndio cha mwisho hichi kikubwa. Nilikuwa namuonyesha mtumishi wa Mungu kwamba kuna kipengele wanakiita volume 2 ya familia. Wanaita unafikiri kwa kuna sababu gani zinakukeleketa iombea familia baada ya kujua ya mambo matano. Unafikiri kinakeleketa unaoombea familia. Nikaandika mambo kama 17. Nilikuwa namuonyesha kwenye kitabu na mbia. Sasa muulize jirani yako, wewe huwa unamwabudu Mungu gani? Usichukulie poa hiyo. Na ngoja nikwambie, nikusaidie sema hata inawezekana usiwe na maarifa ya kutosha juu ya ndoa na juu ya mchumba unayetaka kuoa, lakini jua tu anamwabudu Mungu gani, anatoaga sadaka wapi na ubatizo uko sawa, mambo tu hayo. Mengine tu usiwe na maarifa kabisa. Lakini nasema Mungu mmoja, imani moja na ubatizo mmoja. Sasa wewe
mchungaji wa sema alichokiunganisha Bwana mwanadamu hawezi kutenganisha. Kumbe na mwenzako kamepewa madhabahu ya ukoo. Mimi lazima nikukuinchi swali, utake usitake, lazima nieleze mchungaji wako ni nani. Wewe ukiwa kanisani unafanyaga nini? Mwingine shemasi mmoja wapo kanisani ni nani? Wadada wengi wapenda hao maswali, lakini wewe tangu okay, Mungu amekutumiaga kwenye vitu vingapi? Mungu alishakwambia kama udeki choo. Mimi wakati Mungu ananipa hatua fulani ya huduma niambia deki choo na kanisa tayari Mungu alishanipa jina. Watu wanashangaa wakiona na deki choo na wao inaenda kudeki choo. Affiliates ya afilo anakuja baadaye anashangaa na kurudisha. Bwana tunatoka kudeki choo. Nikikaa kidogo natoka tena naenda kuangalia kama maji yameisha naongeza tena. Watu wanashangaa. Wewe umevurugwa au nini? Sasa Mungu hajawahi kukuambia nyie kwenu mna maabudu Mungu gani? Ngoja nikuonyeshe. Hebu nionyeshe hapo. Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Naomba nibadilisha kila kitu. Ila notes utazipata huko ndani. Kuna wengine kwenye familia zenu wanaabudu na wanachokitolea sadaka ni kwenye njia panda, miti mikubwa, kwenye mapango, kwenye maporoko na kanisani huko hapo. Naona hakuni wasema mtumishi, tumepata likizo, tulikuwa tuna jambo maalum la kifamilia. Unamuuliza jambo gani la kifamilia mtumishi wa Bwana? Tulikuwa tunatoa sadaka. Sadaka kwenye madhabahu gani? Kwenye kaburi la babu. Babu amechukia. Hivi babu naye anaanza kuchukia zaidi ya Yesu. Hebu nionyeshe hiyo Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Nataka nisome maneno fulani. Hebu nionyeshe hapo Kumbukumbu la Torati. Aya sijaandika huko. Moduli iko kubwa tu hiyo, naomba siwezi kuimaliza. Na ukitaka kuona kwenye hili madhabahu, kabla wewe nionyeshe tu hapo, na kama una Biblia ufungue tu hapo. Nataka kuambia kitu cha muhimu sana. Na hizi madhabahu za familia, wakati Gideoni anakutana na Mungu, Mungu alimwambia siwezi kukutumia, nenda kwanza ukaziharibu madhabahu za baba yako. Alafu ndipo mimi nitashuka kukusaidia. Yaani nenda sasa hivi umekutana na Yesu amekwambia hakikisha kwanza hauna shirika na madhabahu za kwenu. Ngoja nikwambie, ukiokoka kwenye ukoo kuna kitu wapi na search mfanano wa familia, mfanano wa nini? Kuna kitu huwa na search kusema ni kinini? Katafuteni huko kama mtaki. Sasa hicho kitu ukiokoka, sisi tukiokoka tunahamishwa, tunaingizwa kwenye ufalme wa mwana wa pendo la Mungu. Ukisearchiwa haupatikani kwa jina la Yesu. Na sisi tukiokoka tunafanyika wana wa kwa Mungu aliye hai. Kama ni wana, maana yake zile DNA za damu ya Yesu zinaingia ndani yetu. Ina maana DNA tulizonazo sisi sio za ule ukoo tuliotokea. Ile ilikuwa ni njia kupita kwenye ile familia. Unakuwa na DNA za mbinguni. Yaani majina yetu yanakuwa ya mbinguni. Uraia wetu wa mbinguni, lakini ni wale wa kina Gideoni. Thomas yuko wapi? Yuko Sumbawanga. Ila kwenye ulimwengu wa roho, uraia wangu sio wa Tanzania. Yaani mimi ni Mtanzania, lakini kuna uraia zaidi ya huko. Sasa anasemaje? Anasema hizi ndizo amri, masharti na maagizo ambayo Mwenyezi Mungu wenu aliniamuru niwafundishe. Uaminifu wako ni wa milele katika jina la Yesu. Mungu unafanya vitu nje ya mfumo wa kawaida. Ndio maana hata Bikira Mariamu alijiuliza neno hili litakuaje. Lakini bado tukampigia Bwana Yesu makofi mengi na shangwe na vigelegele, kwa maana yeye tu anafanya vitu nje ya mifumo ya kawaida. Na tulianza kuona tips chache kwamba ukiwa Mungu akikupa upako wa kuombea familia yako, ni lazima umwambie Roho Mtakatifu kusaidia kuiombea historia yako na historia ya wewe. Akusaidie uombe sawa sawa na mapenzi yake.
Lakini nikasema lazima umwombe Mungu akusaidie, akupitishe, ujue msingi, mhimili ya kwenu. Nyewe mnategemea nini kwenu? Lakini nikajua cha tatu kwamba lazima mjue mnarithi nini. Hapo kwenye kurithi kuna wengine ambao hamna majina yenu, jina lako tu. Kuna makabila mengine mtoto akizaliwa mtoto, akianza kujaliwa na akachukua kale katoto, hapo nakapeleka kwenye kaburi la mtu aliyefariki. Kama nikakuma na kauliza, nikakaangu alikuwa anaitwa Musa alifariki. Wanakauliza kale katoto, wewe ni Musa